Nyaga TV, take away now is a time. Maana pale tuliwaona wakina Goals Weekend, tuliwaona wakina Eyo Pattern from Mwanza, tukawaona pia wakina Tupaz. Kuna majemu wanajiona Glensi jugu pepo langona, wajawahi kutulia, sifa zao zipo kwa mdomo, hadi vitoto vya fubili vinacheza prono. Hello, mambo vipi wafuasi wa Nyaga TV? Leo tuko na msanii ambaye anafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii, ambaye anaitwa Chanonix Come Wiser. So today tutaenda kuangazia mambo ambayo alitokea baada ya kutoka wimbo wa kina Drunkers Damileili. Kwa hiyo tunamkaribisha sana, karibuni kiongozi. Asante sana mchakazi. Sasa unaweza kujitambulisha kwanza ili tuweze kuendelea. So bana, mimi naitwa Chanonix Come Wiser, if you don't mind. Yeah man. Iko hivyo mchakazi. I say karibuni sana kwenye channel yetu ya Nyaga TV ambayo inatangaza kazi za wasanii mbalimbali. Kwa hiyo kuna wimbo ambao umeweza kutoka majuzi kati ambao unaitwa Badilika. Inasemekana kwamba wewe kuna namna uliwahi kwenda kusupporti pale. Unaweza kutuambia nini kuhusiana na wimbo ule? Maana kuna challenge iliyotokea kwamba verse yako haikuingizwa. Unajua nini kuhusiana na hilo? Yani kuhusu hilo ni kweli. Ndio ni kweli, kuna kazi ambayo alikuwa nimeshirikishwa kwa wimbo ambao anaitwa kabisa Badilika. Yeah. Lakini wimbo tukarekodi studio, mambo kakaa sawa. Kutokana na mazingira ilikuwa inabidi project itumwe nje ya nchi, unaona. Yeah man. Kwa tukarekodi fresh, mambo kakaa sawa. Alafu baadaye nikashangaa verse yangu imefutwa. Sawa, hiyo inasikika sana, na sio wewe peke yako. Kuna baadhi ya waimbaji ambao wamelimuviwa voko zao pale. Na kama vipi, nimejaribu kuongea na wafuasi wenu ambao ni mafanzi. Kuna verse ambayo ilitolewa ambayo ni ya Tupaz. Unajua nini kuhusiana na hilo? Ilitolewa kweli au ni beat tu? Ni kweli. Na kuna verse ya Tupaz ambayo ilitolewa yenyewe kweli. Yeah man. Yeah. Sawa. Sasa kitu gani ambacho kilisababisha zilimuviwe voko zenu pale kwenye wimbo ule? Sawa, mimi naweza nikasema alinishirikisha Drunkers Damileili ni rappers. Yeah. Ndio labda anaweza kawa alinishirikisha kwa kuwa najua mimi waga nafanya R&B, ndio. Ndio. Mimi nafanya R&B. Kwa baada ya kushirikisha yeye, wenda anaweza kawa anazania kwamba naenda kuachia hiyo R&B, lakini anytime kuna watu ambao waga hawakubali kushindwa. Kwa nikisema hivyo nadhani umenielewa. Ndio. Kwa tulivyofika studio nikaona kutokana na muondoko wa beat, nikaona hapa lazima ni rap sasa. Sawa. Na ukarapu kabisa. Nikarapu kabisa. Sawa. Unaona. Kwa kichofanya niseme kwamba kuna watu ambao hawakubali kushindwa. Ndio. Niseme kweli, unaweza ikawa ni jealous. Iliyosababisha verse yangu ifutwe. Na maana yake mimi kabisa nasema kweli, ndio kazi nilikuwa nimemmeza kweli. Naona. Yeah man. Nilikuwa nimemmeza. Mimi ni rap kabisa. Umesema wenda inaweza kawa jaruzi hadi wanakuondolea voko kwenye studio. Je, jaruzi gani? Wenda ni muonekano, pesa, mavazi, nini? Sijapata vizuri nyama ya kuongezea hapo mwanangu. Unaweza ukatisha kwa kutuambia maneno ambayo yanakuwa mazito sana ili tukuelewe vizuri. Jaruzi ya nini hasa? Unajua bigi langu? Yeah man. Naaga kama ninavyosema kuna watu ambao hawakubali kushinda. Mimi nikisema kwamba ni jaruzi, mimi nilikuwa nimemshinda kivesi. Sawa. Nilikuwa nimekazia kabisa. Umeimba vizuri. Sana kabisa, nilikuwa nimekazia. Au sio? Ndio naomba mimi kila style na kanyaga. Au sio? Na usijua mistake, utakuja kuisoma namba. Ndio. Naweza nikasema hicho ndio kilisababisha verse yangu ifutwe. Kwa asingekubali kabisa kwa down, unaona. Okay. Na wakati yeye ndo amejaribu kuwaitisha. Iko hivyo blaza wangu. Sawa. Yapo. Hapo ni kwa upande wa kina Chanonix Come Wiser. Yeah. Je, kwa upande wa Tupaz, nadhani yeye angejibu tofauti na wewe. Ndio, labda yeye atakuwa na mambo yake, lakini anachokijua na yeye verse yake iliondolewa. Lakini kwa upande wangu, naweza nikasema kwamba jealous ndio kafanya verse yangu ifutwe. Je, sio yeye aliyewaitisha au kuna nini hasa? Ni kweli yeye ndio kaniitisha. Kama nilivyokuambia mwanzo,
Mimi waga najulikana kwa kuimba R&B. Sawa. Ndio mimi naimba mzee wa R&B hapo. Sasa labda alikuwa amenishirikisha kwa akasema kwamba atakuja kutia vocal R&B, lakini mambo kabadilika kibi, tunafika studio. Kutokana na mondoko wa beat niko nani hapa, lazima hapa ni rap. Kwa hivyo mwambia kwaga mimi style zote na kanyaga. Ndio. Japo mimi nilirukia kwenye R&B, japo kipindi nilikuwa nafanya rap. Je, ni wimbo ni wimbo wa kwanza kushirikiana naye au kuna nyimbo nyingine? Lazima nikasema kwamba ulikuwa ni wimbo wa kwanza yani kufanya naye kazi. Sawa. Ndio. Maana pale tuliwaona wakina Goals Weekend, tuliwaona wakina Ayo Pattern from Mwanza, tukawaona pia wakina Tupaz Gaidi from somewhere. Kwa vipi? Hakuna kazi ambayo mliwahi kufanya na mmoja wapo ndani ya wasanii hao? Hapana, kwa hata mmoja ambaye niwahi kufanya kazi naye. Sawa. Kwa hivyo. Okay, umejaribu. Sasa vipi tunaweza kupata verse ambayo ungeiweka kwenye ule wimbo? Wenda ingeweza kutusaidia kujua ule wimbo kweli ungechiri sana, ungetrendi kulingana na verse uliyokuwa umeiweka. Maana Eiza tuambie. Ndio bana, yani kuhusu hilo verse ilikuwa ni kali sana zaidi mzee wa kazi. Yani hata wangeacha kwenye wimbo ungepita sana mzee wa kazi, na ilikuwa uko razi kutuimbia au vipi? Amna noma, fresh tu. Twende, let's go. Call me wiser, Shanonix. Unajiona Samsoni na kuona Delila, unajiona mambo kiva kila kala chupi. Bweni nanu naye vimbu nalingia punyeto, acha ungedeli zo pigo zilipitwa na kula. Na kama umesimama simamu sijumbe tena, dakika za mwisho usiju katukana tena. Yani kama uelewa unachokisikia, na manishu kijenga nyumba jenga na bendi. Na hisi kama naibiwa, mchungaji anatemba na ndinga, mimi na kitumbu maisha wanazuga, sema ne mlufa wanazidi chanja mbuga, nazidi kuchanja mu. Sawa, hapo baadaye nadhani tutausikiliza wimbo na verse yake, tujue kwamba angeua zaidi kumzidi aliyewaitisha, ambaye ni Drunkers Damiley. Ni mwimbaji wa rapa. Huyu ni mwimbaji ambaye anafanya R&B mara nyingi. Vipi kufikia sasa hivi unaweza kuongeza kitu gani? Mimi nachoweza kuongeza ndio umeongea, lakini hapo sija kupata kuongeza kwa kipi labda. Kwa kipi? Sawa, wenda mimi kwa mawazo yangu ya automatic naweza kusema kwamba jamaa anawazidi pesa, ndio maana akasema mimi siwezi kupiga na underground ambao hawajielewi, ndio namaanisha hivyo. Brother, so hivyo. Sisi nikasema kwamba ni pesa. Unajua mziki ungekuwa pesa, yani kipaji sio pesa. Sawa. Unaona kipaji kingekuwa pesa, waimbaji wangekuwa wengi mno. Lakini kuniitisha mimi, kunishirikisha, nilikuwa aliona uwezo wangu kwamba nafaa kukaa kwenye kazi yake. Iko hivyo. Hapo nimekuelewa sana. Kwa hiyo nadhani tumehitimisha kikao chetu. Ila kama vipi, Chanonix huwa mara nyingi channel yako vipi atakayetaka kufuatilia, maana umetutishia sana kusema kwamba we unatoa vocal zilizo high quality mwana yetu. Kwa vipi anayeweza kufuatilia nyimbo zako ili asikie kwamba ulichokiongea ni sahihi? Ni tuambie channel gani unazitumia? Mimi natumia all platforms zinazohusika na muziki. Instagram nipo. Sawa. Facebook page nipo, TikTok na all platforms zote ambazo zinahusika na muziki. Wote nipo. Majina gani? Andika Chanonix. Man. Inapanda moja kwa moja. Au sio? Hakika. Ni mwenyewe kabisa. Kwa kipi ambacho naomba fanzi wako ambacho wanaweza kukutendea hivi karibuni? Nachowaomba wafanzi wangu, naombeni mwendelee kunisupport. Sawa. Yani mwendelee kuniunga mkono. Vizuri, yani vipo mbele vinakuja. Sawa. Naahidi kwamba nitazidi kuwaburudisha, yani 5 kwa 5. Sawa. Tukutane kwenye comment na tuzidi kushare pia, huenda video tutakazoziweka za wasanii mbalimbali ambao wanatuburudisha ziwe zinawafikia kwa wakati. Bye bye.